Kampeni za chama cha ODM chini ya kauli mbiu Linda Ground leo hii zimeelekezwa katika kaunti ya Lamu. Sisi kama wanalamu na wanapwani kwa jumla tutabaki katika chama cha ODM. Ziara hii inajiri siku moja tu baada ya chama cha ODM kumvua mamlaka katibu wake mkuu Edwin Sifuna na wadhifa wake kutwaliwa na naibu wake na mwakilishi wa kina mama kaunti ya Busia Catherine Omanyo, ambaye ametoa hakikisho kuwa yupo tayari kuchapa kazi chini ya Oburu Odinga. Nimepewa jukumu kuu ya kuwa katibu mkuu wa ODM. Tuliweka nani? Daktari Oburu Oginga, na mimi niko nyuma yake. Kinara wa ODM Oburu Odinga alitumia jukwaa hilo kutuma ujumbe kwa chama cha UDA akisema kuwa chama cha ODM kinalenga wadhifa wa naibu wa rais takapowadia mwaka 2027, kinyume na taarifa zinazosambaa kuwa hawana haja na cheo hicho. Walisema ati mimi nilisema ati sisi hatutaki kiti cha deputy president. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Oburu aidha alimrushia makonde rais mstaafu Uhuru Kenyatta akimkashifu kwa kupanda mbegu ya mgawanyiko ndani ya ODM. Kwa hivyo sasa tunamuomba atuache Uhuru, sisi tufanye vile tunataka sisi, ODM asiinterfere na sisi. Maoni sawia yalitolewa na kinara walio wachache katika bunge la kitaifa na mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed, akisisitiza kuwa chama cha ODM kitasalia imara licha ya msukosuko. ODM ni chama ambaye ina wafuasi wengi katika nchi ya Kenya. Ni chama ya wananchi. Shida tuko naye ndani ya chama chetu sio mambo ya serikali ya broad based, sio mambo ya Ruto. Shida tuko naye kwa chama chetu ni yule former president ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta. Huyu ndio anaharibu chama yetu. Kwa upande wake mwenyekiti wa kitaifa na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga ametoa hakikisho kuwa chama cha ODM kitakuwa ndani ya serikali na kamwe kitarejea katika upinzani. ODM haitawahi rudi tena kuwa chama cha opposition. Lazima ODM ndio itaunda serikali 2027 ama iungane na zile chama ambazo zitaunda serikali 2027. Nikiripotia Mwanga wa MBCI Radio, mimi ni Carlson Mugodo.